Wale ambao ni wasomi wa Biblia, maandiko inasema ya kwamba wakati Adamu na Eva walikuwa pale shambani wa Edeni wakiwa na starehe zao, wanakula wachakacho, wanakunywa wanachopenda, anapanda anabebwa na simba, walikuwa katika starehe. Kulikuwa na mtu wa maagano pale ambao alikuwa ameambiwa na Mungu, msiwahi kula lile tunda, sababu wakati mtalikula kabisa mtakufa. Lakini maandiko yanasema Ibilisi ambaye ni adui akakuja akaingia ndani ya nyoka ndio apate kuwakozesha na kuwakozanisha na Mungu. Uhakika ulikuwa ni kwamba sio nyoka ilikuwa shida, lakini kunaye adui ambaye alipitia ndani ya nyoka akapea mama wazo ya kwamba wakati mtalikula hili tunda mtakuwa kama Mungu, lakini hakuambia ya kwamba wakati mtakula mtakufa. Wakadhani kwamba Mungu ni wa uongo. Kama Adamu na Eva wangetazama wangemuona nyoka, lakini hawakujua zaidi ya nyoka kunaye adui ambaye alikuwa ameingia ndani kuwapotosha. Kwa hivyo jua ya kwamba adui shetani tunayepigana naye kila siku ako hapa na atakuwa hapa kujaribu kuwakozesha watu wa Mungu pamoja na Mungu. Ni kwa nini nanena maneno haya? Nanena na moyo wako. Ni kwa sababu kila wakati maisha ya mwanadamu inafika pahali shetani anatuwekea mitego katika maisha. Ni kwa sababu kunao malengo anayotazama mbele ya maisha yako. Anaona huyu ndugu atakuja kuwa mwinjilisti, huyu ndugu atakuja kuwa mwalimu, huyu fulani atakuja kuwa daktari, na anatafuta hiyo hatima yako apate kuangamiza mwanadamu. Kwa majina naitwa Charles Joku, ni mhubiri wa ufufuo na uzima. Ninashiriki kanisa la Wagudho chini ya mchungaji Pastor George Kahoshio. Kwa hivyo ukiniona hapa unajua kwamba aliyetembea ni mmoja wa kanisa hili. Jambo moja ambalo limekuwa changamoto ndani ya moyo wangu ni kwamba njia ya wokovu ni safari. Na haijalishi uko na miaka mingapi, lakini njia ya wokovu ni safari. Natamani sana wakati nilikuwa kijana mchanga, wakati nilikuwa hazina yangu ilikuwa ni miaka. Lakini wakati siku zinaenda zikizonga, najua miaka inaenda ikididimia, miaka inaenda ikipungua. Lakini jambo moja ambalo nimeliweka ndani ya moyo wangu kama aliyeokoka anayempenda Bwana ni kwamba maisha yangu nikayaweke katika msingi wa Kristo Yesu. Wakati ninapohubiri kila mahali, sihubiri kama nahubiria mtu mmoja ama watu wawili ama watu milioni moja. Ni kwa sababu neno ni neno. Likihubiriwa walio wachanga, likihubiriwa walio komaa, ukweli ni kwamba neno la Mungu ni neno. Na hakulingani linaanguka kwa miaka mingapi, kwa mtu wa miaka mingapi. Lakini kusudi limeangika katika moyo ulioandalika kulichukua neno la Mungu. Ile himizo nilio nao ndani ya moyo wako ni kwamba wakati Mungu amekupa kibali cha kuwa na miaka, hakikiza kwamba umeweka maisha yako katika msingi ulio bora, na msingi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wakati Mungu amekupa maisha, amekupa masomo, atakupa biashara, atakupa mahusiano, lakini wacha haya mambo yote yakawekwe katika msingi ulio imara, na msingi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Paulo ananena na kusema ya kwamba hakuna msingi mwingine utakaowekwa isipokuwa msingi uliowekwa awali, na huyo msingi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo yote ambaye anataka kujenga mjengo wake katika maisha haya, wacha na akajenge mjengo wake katika Kristo Yesu. Bwana atubariki sana. Asubuhi ya leo ningetaka kunena kuhusu majaribu. Majaribu. Temptations. Najua wengi ni wasomi hapa. Temptations. Majaribu. Sijui kama mmepitia swala lile kanisani ama kama mmepitia swala lile shuleni, lakini ningetaka tuulizane kwamba majaribu ni nini? Majaribu yanapata akina nani? Kuna suluhisho ya majaribu. Nani anayeleta majaribu? Na ningependa leo tuweke msingi, tujijuze kwamba majaribu ni nini na majaribu yanatoka wapi. Na nikianza somo langu ya siku ya leo, ningetaka kukujuza kwamba majaribu kulingana na wasomi waliosoma. Unajua kuna watu waliosoma. Wale ni wasomi ambao waliandika dictionary. Wakasema ya kwamba temptations is a desire of doing what is wrong or what is unwise. Hao ni wasomi. Ya kwamba ni ile tamaa ya kufanya mambo ambayo ni maovu ama mambo ambayo si ya busara.
Hao ni wasomi ambao walisema hivyo. Lakini sisi ambao tunaelewa jinsi ulimwengu wa kiroho unavyofanya kazi, na tunaelewa ya kwamba katika dunia hii kuna maufalme mbili ambazo zinamenyana. Kuna ufalme wa utakatifu na kuna ufalme wa giza. Kwa hivyo ukiwa na ufahamu ule, unapata kuelewa ya kwamba majaribu ni nini. Daudi alifafanua akasema ya kwamba majaribu ni mitego inayowekwa na adui. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wakati jeshi la mapepo linapokusanyika na linataka kumlenga mtu fulani ambaye anaokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu na anakiri ya kwamba mimi ni mhubiri wa ufufuo na uzima, pepo wanakusanyika kwa pamoja, wanaita kamati ya dharura. Wanasema ya kwamba ningependa tumtafute ndugu yule sababu nimeona ako na malengo. Tutamtafuta na njia gani? Wanaanza kukaa chini, wanaulizana tutampata na njia gani? Wakati wanakuja katika ile kamati, wanakuja na suluhu moja, tumwekee mtego. Kwa hivyo wakati mtego unapotajwa, katika wasomi wanaita temptations, lakini katika sisi tunatambua ya kwamba wakati unaposikia majaribu, unajua ni mtego unaowekwa wa kukunasa. Daudi akasema ya kwamba katika Zaburi 91 ya kwamba wanaokaa pahali pasiri paliye juu watakaa katika uvuli wake Mungu Mwenyezi. Watasema, Bwana wewe ndio ngome yangu na ndio kimbilio langu, nitakayetumainia. Unayeniokoa kutokana na mtego, sikiza, anayeniokoa kutokana na mtego wa mtezi na katika tauni iharibio. Kwa nini alisema ya kwamba Bwana unaniokoa kutokana na mtego wa mtezi? Ni kwa sababu Daudi alikuwa na ufahamu ya kwamba kila wakati unapoandamana na Bwana ni lazima utapata mtego katika maisha yako. Mtego ambao umeandaliwa na adui wa kukunasa, akiwa na malengo yale ambao walikaa katika kamiti kutafuta nafsi yako. Mitego ya adui. Majaribu yanapata kila mtu. Bwana asifiwe sana. Majaribu yanapata kila mtu. Haijalishi wewe ni nani. Haijalishi wewe ni msomi ama wewe sio msomi, lakini ukweli ni kwamba majaribu yanapokuja yanakuja kwa kila mtu. Kwa hivyo ningetaka utambue ya kwamba majaribu ni mitego tunayotegoa. Hata mimi mwenyewe nimewekewa mitego safarini. Hebu sikiza. Siku moja wakati nilikuwa kama umri tulio nao, mwalimu ambaye alikuwa ananisomesha, kuna kitu moja ambacho aliniambia. Akaniambia kulikuwa na wasichana wawili ambao kabisa walikuwa wameokoka na walikuwa wameamini kutii. Na siku moja wakaambiwa ya kwamba wako na safari ya mbali. Wakaambiwa wajiandae, lakini ile safari wanayoienda wanaruhusiwa kubeba kitu kimoja peke yake. Na walikuwa wambebe maji ya lita 1. Na wakaambiwa ile safari mnaoienda mtapita katikati ya msitu unaoitwa Gaidaidia. Kwa hivyo wakaandaliwa, wakaambiwa katika safari mnaoitembea kitu kimoja mnaruhusiwa kubeba ni maji peke yake lita 1, na usibebe kitu kingine chochote. Na ile safari mnaitembea masaa 14. Hivyo ni kusema itakuwa ni zaidi ya siku moja. Mtaanza saa 10, labda mtamalizia saa 1 jioni. Na walikuwa wanapita katika msitu wa Gaidaidia. Hivyo ni kusema ukisikia msitu unaoitwa Gaidaidia, hapo sio pahali pazuri. Kwa hivyo kutokezea pande ile nyingine itakugharimu neema ya Mungu ndio upate kutokezea. Wasichana wawili, mmoja alikuwa mkubwa kiasi, mwingine alikuwa mdogo. Lakini yule ambaye alikuwa mkubwa alikuwa mtu wa kula sana. Saa 2, saa 4, saa 6, saa 10 alikuwa mchwa, alikuwa anakula kabisa. Akahisi ndani ya moyo wangu, mimi siwezi kabisa, itabidi nijipange. Najua umezoea kusikia katika runinga tutajipanga. Na yeye pia akakuwa na ile wazo ya kwamba nitajipanga. Katika pochi lake akaweka maji na akajificha kwa dada yake, akaongeza chapati 2 ndani. Masaa 12 sio mchezo. Kama umezoea kula saa 1, saa 4, saa 6, saa 7, saa 10, kama umezoea kula namna hiyo, masaa 12 sio mchezo kama hujakula chochote. Kwa hivyo safari ikaanza. Hakumwambia dada yake ya kwamba nimejibebea, nimejipanga. Wakati walienda masaa 5, wakakuta pahali palikuwa na road block ya kwanza. Na akaambiwa ya kwamba wakapata wale watu ambao wanaitwa wale ambao wanaitwa shifters,
ambao wanasimama msituni, ambao wako na itikadi kali za kidini, wakiwa wamebeba maupanga mkononi. Wakaambia simameni. Wakiwa watu kama 5 na maupanga yaliyokuwa yamewekwa makali kabisa, wakaambiwa simameni. Wakasimama wote wakiwa na wasiwasi, sababu walikuwa wameambiwa ule msitu mnaopitia inaitwa msitu wa Gaidaidia. Wakaambiwa hapa ndio upate kupita, usikue umebeba kitu chochote ambacho mtu anaweza kula. Kama ni maji sawa, lakini kama ni kitu chochote ambacho unaweza kula kabisa, hapa hutapita. Wakasema mmebeba? Wakasema hapana, hatujabeba. Wale mashifta wakainuka, wakaenda wakachukua pochi zao haraka haraka, wakaangalia ndani. Kwa bahati mbaya, dada mmoja alikuwa amejifichia chapati 2 pale ndani. Akaambiwa sababu ya kufanya hivi na kudanganya, tutabidi tukuadhibu ipasavyo. Akaonyeshwa pahali palikuwa pamewekwa gunia za makaa. Akaambiwa ndio upate kupita hapa, sababu umetudanganya na hapa chakula haipiti. Itabidi ubebe zile gunia na upange pale juu, na ukimaliza tunakusidikisha na viboko 5 moto moto. Hiyo ni shifta. Mwenye anakugonga ni mwanaume. Kwa hivyo usifikirie ni mchezo, ni kuinama na kuongezwa vibokora 5 moto moto. Akabeba makaa. Nataka uone mtu ambaye alikuwa amevaa vizuri, alikuwa anatembea safari. Akaambiwa beba makaa, hata macho haukuwa unaiona. Meno ilikuwa imepotelea kwa makaa. Alikuwa amebebeshwa, akabeba. Katika ile safari ya kubeba akasikia kiu. Yale maji ambao alikuwa nayo akaikunywa, ndio apate kumaliza kazi. Wakati dada yake alitazama, akaona kabisa huyu mtu hawezi, akaenda akamsaidia. Wakabeba makaa wakamaliza, lakini akamwambia kiboko ujipange. Vile ulijipanga na mandazi na chapati, pia kiboko ujipange. Kwa hivyo akasidikishwa na viboko 5, wakaendelea na safari. Jua kwamba maji aliyokuwa nayo ameikunywa juu ya kazi ngumu. Wakati walitembea masaa ingine 6 akiwa amechoka, wakapata shifta wengine wakiwa wamewangojea. Hasa ndio mwisho wa safari. Wakaambiwa sasa hapa ndio upate tu kupita. Jawabu ni moja, ukuwe na maji mkononi. Maji aliyokuwa nayo ameikunywa, sababu ile kazi ngumu aliyopewa. Sasa hapa tena amepata wengine wanamwambia ndio upite hapa, maji kibuyu 1 ya lita upate kupita. Akaambia yangu tafadhali, tumepatana na wengine nikakunywa maji yangu sababu walinipea kazi ngumu. Akaambia hataki kujua, wewe jipange, tunataka maji lita 1, na kama hauna kuna kokoto iko pale, uipandishe pale mlimani. Ilikuwa ni kokoto kama gunia 5. Sababu ya kitu moja tu ambazo alikosa kuelewa, kutii. Alibeba kokoto na bado akaambiwa ni kokoto na tukusindikishe na viboko zingine 5. Kwa hivyo ilikuwa ni viboko 10, amebeba makaa na amebebeshwa mawe. Baada ya hapo, pahali ambapo walikuwa wameenda, walikuwa wameambiwa nafasi za kazi, sababu kule kwao hakukuwa na nafasi za kazi. Wakati walifika pale, wakaambiwa pole sana, muda wenu umepita. Sababu wakati walipokuwa nabeba mizigo, kubebeshwa makaa, kubebeshwa mawe, wakati wao uliisha. Wakapata pale watu ambao walikuwa wamehitimu tayari na wameenda zao. Wale ambao walikuwa wameenda kutafuta kazi walirudi bure. Wakaambiwa beba maji peke yake ukirudi katika msitu wa Gaidaidia. Unafikiria aliongeza kitu kingine? Anaweza kuwa aliongeza chapati hapo mara ya pili. Unafikiria anaweza kuikunywa hiyo maji? Sababu ndani yake alielewa ya kwamba safari ninayoienda itahitaji maji ndio nipate kutokezea. Ni kwa nini nanena maneno haya? Nanena na moyo wako. Ni kwa sababu kila wakati maisha ya mwanadamu inafika pahali shetani anatuwekea mitego katika maisha. Ni kwa sababu kunao malengo anayotazama mbele ya maisha yako. Anaona huyu ndugu atakuja kuwa mwinjilisti, huyu ndugu atakuja kuwa mwalimu, huyu fulani atakuja kuwa daktari, na anatafuta hiyo hatima yako apate kuangamiza mwanadamu. Kwa hivyo ningetaka kukujuza ya kwamba anayeleta majaribu katikati ya maisha ya mwanadamu ni ibilisi, ngome za kipepo. Ukisoma maandiko katika Mathayo 4, maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu alienda mlimani kufunga, maandiko yanasema Roho wa Bwana akamchukua akampeleka kule jangwani aende akajaribiwe na shetani. Sikiza, Roho wa Bwana akamchukua akampandisha jangwani aende akajaribiwe
na shetani. Ni kwa sababu gani? Yesu mwana wa Mungu alipojaribiwa, alijaribiwa ndio ikue uhakika ya kwamba hata mimi katika safari ninayoitembea kutafika siku na nitawekewa mitego, kutafika siku nitawekewa majaribu. Lakini Yesu akakuwa ni dhihirisho ya kwamba katika safari hii kuna njia ya usalama. Hata kama ni msomi, hata kama niko na misingi inaonekana ni dhabiti, ukweli ni kwamba adui hamuogopi yeyote, ni lazima amwekee mitego. Adui ya mwanadamu. Mara nyingi wakati watu mateso yanakuja na majaribu yanakuja, wanamtazama yule mtu ambaye alitumiwa na adui kutekeleza lile jambo. Kama kwa saa hizi, unaweza kuwa labda ulikuwa umetumwa mahali fulani, na mahali ambapo ulikuwa umetumwa mkakutana na mtu fulani. Yule mtu mlikutana naye akasimama na akakutusi sana mpaka moyo wako ukasikia umejeruhiwa. Watu wengi wanakimbia kumtazama aliyetumiwa kulitekeleza lile jambo, lakini wanakosa kuwa na ufahamu ya kwamba ni adui ambaye ni ibilisi aliyeinuka akaingia ndani ya yule mwanadamu kusudi apate kunikosea. Na wakati nilikuwa nasoma Biblia katika Mwanzo, wale ambao ni wasomi wa Biblia, maandiko inasema ya kwamba wakati Adamu na Eva walikuwa pale shambani waendeni wakiwa na starehe zao, wanakula wachakacho, wanakunywa wanachopenda, anapanda anabeba wanasiba, walikuwa katika starehe. Kulikuwa na mtu wa maagano pale ambao alikuwa ameambiwa na Mungu, msiwahi kula lile tunda, sababu wakati mtalikula kabisa mtakufa. Lakini maandiko yanasema ibilisi ambaye ni adui akakuja akaingia ndani ya nyoka ndio apate kuwakozesha na kuwakozanisha na Mungu. Uhakika ulikuwa ni kwamba sio nyoka ilikuwa shida, lakini kunaye adui ambaye alipitia ndani ya nyoka akapea mama wazo ya kwamba wakati mtalikula hili tunda mtakuwa kama Mungu. Lakini hakuambia ya kwamba wakati mtakula mtakufa. Wakadhani kwamba Mungu ni wa uongo. Kama Adamu na Eva wangetazama wangemuona nyoka, lakini hawakujua zaidi ya nyoka kunaye adui ambaye alikuwa ameingia ndani kuwapotosha. Kwa hivyo jua ya kwamba adui shetani tunayepigana naye kila siku ako hapa na atakuwa hapa kujaribu kuwakozesha watu wa Mungu pamoja na Mungu. Mhubiri mmoja alikuwa kama mimi, alikuwa mhubiri wa ufufuo. Mmoja akiwa amelala, Bwana akamjia katika ndoto, na wakati Bwana alikuwa anamnenea, Bwana alikuwa anamwambia mtumishi wa Mungu alikuwa anamwambia. Kwa hivyo alikuwa anaisikia sauti ya Yesu akiwa pale mlangoni, na yeye akiwa hapo. Wakati alikuwa amelala ni katika nchi ya kiroho. Wakati alikuwa ananena pale shetani akakuja. Yesu wako pale, mtumishi wa Mungu wako hapa, akakuja. Labda wewe hujui shetani anakaa vipi. Kuna vile mtu anatambua shetani. Mtu anatambua shetani akiwa mweusi, akiwa mkia, akiwa na pembe, akiwa na meno, akiwa sura mbaya. Watu wanatambua shetani akiwa hivi. Mimi nadhani mimi shetani sio mweusi, shetani ni mzungu, ako na nywele safi, amejipaka mafuta, amejipaka lipstick, mpaka ametengeneza macho vizuri. Shetani sio sura mbaya. Mimi nadhani shetani ni mrembo sana. Kama amepotosha watu wengi, mimi sidhani shetani ni sura mbaya. Watu wengi wanasema kwa mkia nini? Ya kwa pembe. Pembe na amepotosha kila kitu. Mimi nadhani shetani magari. Kwa hiyo wakati yule mtu alikuwa ananena na Bwana, shetani akakuja akiwa anatembea pole pole, akiwa amevalia mavazi yake mazuri kabisa, akiwa ametengeneza nywele yake, na alikuja akiwa labda sura mwanamke mrembo kabisa, akicheka mnacheka, na mkiwa mnacheka nini? Akakuja na usalama, akasimama katikati yake na Mungu na Yesu, katikati ya mtumishi wa Mungu na Yesu. Sasa wakati alikuwa akaanza kuimba nyimbo ambazo hazieleweki. Kwa hiyo Yesu wako pale, mtumishi wa Mungu wako hapa, na shetani akasimama katikati, akaanza kuimba nyimbo ambazo hazieleweki, akitumia zile style ambazo tulikuwa tunatumia. Sio kwamba style ni mbaya, lakini ilikuwa ni style ya kudisha. Anataka kudisha yule ambaye anaisikiza habari ya Yesu. Mungu bila akashindwa, huyu shetani tena ametoka wapi? Alikuwa anangojea Yesu aambie shetani, toka hapa, ninanena na mtumishi wangu. Lakini Bwana hakushughulika, aliendelea kunena mpaka mahali Mungu alifika pale akakasirika, akashindwa, shetani unanisumbua, toka hapa katika jina la Yesu. Baada ya dakika 20 kusumbuliwa na ibilisi, hakuwa na ufahamu ya kwamba yeye ndiye ako na nguvu na uwezo wa kufukuza ibilisi. Wakati alimwambia toka katika jina la Yesu Kristo, ibilisi akaondoka mara moja. Yule mhubiri
akauliza Yesu, kunawezekana vipi? Mimi nimesimama hapa, ulikuwa unanilemea, shetani anakuja hapa kunifanya urembo na ukumuuliza anafanya Yesu jukumu la kwangu kabisa. Yesu alimwambia hairuhusu, kwa sababu nilikupa nguvu na uwezo ya kuondoa adui katika maisha yako. Kwa hiyo wakati unaposhikia adui, nilikuwa nataka nikujuze ya kwamba katika safari hii ya wokovu, majaribu itakuwa pale, mitego ya adui itakuwa pale. Lakini Maandiko yanasema katika Yakobo 1:14, Bwana hawezi kumletea yoyote majaribu. Mungu hawezi kumjaribu yoyote. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe hajaribiwi. Hivyo ni kusema ya kwamba uondoe Mungu kabisa katika shida za majaribu. Ni Ibilisi anayetengeneza mipango na mitego ya kutunasa. Na jambo la pili, uelewe ya kwamba hata kama atakuja, tumepewa nguvu na uwezo ya kumweka chini, ya kumkanyanga na kuamuru aende kuzimu. Tumepewa mamlaka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa na ufahamu ule, wakati wote unapoona adui anapokuwekea mitego, elewa ya kwamba kunayo njia ya wokovu. Sio sisi peke yake ambao tumejaribiwa, tangia misingi ya ulimwengu. Hata Paulo mwenyewe akanena katika Warumi 7:15. Paulo alisema ya kwamba moyo wangu unatamani kuyatenda yaliyo mema, lakini kila siku ninajipata nikitenda maovu. Akauliza, Bwana, hata mimi mwenyewe sijielewi ni nini kunaendelea. Matamani ya moyo wangu Bwana ni kutenda yaliyo mema, lakini katika safari hii ninapata nimewaza, nimenena, nimetenda kinyume na mapenzi yako. Ni sababu hakuna yeyote asiyejaribiwa, lakini Bwana anasema katika jaribu hawezi kuruhusu tukajaribiwe na lile jaribu ambalo hatuwezi kulishinda. Majaribu. Wakati tunajaribiwa, shetani hapo na malengo gani? Sababu sidhani shetani anajaribu mtu bure. Shetani hapo na malengo gani? Sababu hata mimi ninaelewa ya kwamba ni mara nyingi ambao Mungu ameniokoa na mtego wa mtezi. Tunajaribiwa kwa nini? Jambo la kwanza ambalo tunajaribiwa na Ibilisi, na imekuwa ni changamoto kwa wengi, ni sababu shetani anatafuta dhamiri ya mwanadamu. Dhamiri ni ile conscious ya mwanadamu kule ndani venye unahisi. Shetani anatafuta dhamiri ya mwanadamu. Na anaitafuta kwa nini? Anajua ya kwamba hawezi kuangusha mwanadamu aliyookoka safari moja pam. Ati asubuhi ya leo mimi ni mhubiri, niko katika madhabahu, alafu nijipate kesho asubuhi nimelewa, niko kwa mtaro. Shetani anajua haiwezekani, lakini anajua ni lazima atumie utaratibu fulani ndio apate kumunasa na kumweka chini. Utaratibu wa Ibilisi, kitu cha kwanza anachokuletea majaribu ni kujaribu kutafuta dhamiri yako. Dhamiri ni nini? Ni ile sauti yako ya ndani ambayo inakunenea. Mara mingi ambapo tunaanguka katika majaribu, unapata kwamba kunayo mambo uliyatenda. Na yale mambo yanaanza kunenea. Wakati unaenda tu mbele za Bwana, unapata yale mambo yanakunenea. Siku moja nilitembea, nikatoka hapa, nikaenda huko mbalimbali sehemu za Ruai. Nilikuwa nimeenda pale kikazi. Lakini tukiwa pale tukakutana na ndugu mmoja ambaye alikuwa anafikiria ako mbali sana. Ametoka ni wa huku area, amefikiria ameenda mbali sana. Sasa akiwa kule ako na maisha ya kwake, anaishi apendavyo, ako na kundi lingine la majamaa, ukiwaangalia wanakaa washukiwa wa ugaidi. Kwa hivyo nimuona, hakuwa ameniona. Nikaingia pahali, kuna gari pahali tulikuwa nataka tutengenezewe. Tulikuwa na ndugu fulani tunayeamini pamoja. Kwa hivyo wakati tulitazama, ndugu akaniuliza, ai, unajua kuna pahali unaona unakosa kuamini, unasema ai, na huyu ni fulani. Sababu wakati tulimuona kanisani, tunamtambua ndugu aliokoka anayependa vitoasi, ahura kama taramafio kuyatarule darama. Lakini wakati tulimuona pande hii alikuwa amejaza mogoka. Ndugu akaniuliza, hai, na yule ni ndugu fulani? Yule ni ndugu fulani. Akiwa kwa umbali. Shida haikuwa ndugu kuwa mbali. Kama wakati alipotuona, alishindwa ni ateme ama ni ameza. Sababu wakati kuwa na yeye, hakuna kitu kingine amefanya. Na sababu anaelewa tunamjua yeye ni nani.
alisugua mpaka akameza. Akameza. Mimi sijui mkoka inaonja namna gani, lakini alimeza. Ni kwa nini alimeza? Sababu alihisi ndani ya moyo wake ametenda kinyume na anajua hayo mambo hafai kuyatenda. Kwa hivyo ilibidi ameze. Hata kama haikuwa inaruhusiwa, hata kama alijua sio mtamu, alibidi ameze sababu ya dhamiri yake. Na wakati mwingine tulipoonana na yeye, hangeweza kuniambia, "Mwavali, murorogoso, Bwana asifiwe sana." Tukipatana, mimi nikipitia hii, yeye alikuwa anapita ile. Sababu ndani ya moyo wake, hisia za moyo wake, dhamiri yake ilianza kujihukumu. Shetani anapoanza kukutafuta, anatafuta dhamiri ya mwanadamu. Ndio wakati unapokuja hapa, tukiwa tufanye hivi, unasikia shetani anakuambia nyamaza, unainua miguu nini? Sio unakumbuka wewe jaza ulikuwa umejaza pande hii jana na ukaonekana na watumishi wa Mungu. Nyamaza. Shetani akona haja ya kunyamazisha wanadamu. Akona haja ya kutunyamazisha. Unapojaribu kuinua mikono, wanapokuambia hapa twende Yerusalema, unasikia uzito ndani ya moyo wako. Ukiwaambiwa badilishana miguu, unayubayuba badala ya kubadilishana miguu. Uzito wa moyo wako anatafuta dhamiri ya mwanadamu. Na ndio unapata inakuwa ni stage ya kwanza. Adui anaelewa ya kwamba nikikunasa hapa nitakuwa ninakupunguza katika idea zako za kuingia kanisani. Sababu kama ndugu fulani alinipata, inakuwa ni chini kwenda kanisani, inakuwa ni chini kusema Bwana asifiwe, inakuwa ni hatua za kwanza za ibilisi kukushika mateka na kukuangusha. Inaitwa majaribu. Anatafuta nafsi yako. Kwa hivyo wapendwa, jambo la kwanza la ibilisi kutuwekea mitego, anatafuta nafsi ya kukunyamazisha. Hata wewe najua ni mshuhuda. Wewe pia ni mshuhuda. Wakati uliambiwa usifanye jambo fulani, ukaambiwa hichi kitu kichukuliwe na wewe ukaenda ukakula. Ukaambiwa usipite hiyo njia na ukaipitia. Ukaambiwa sitaki tembee na fulani, lakini ukajua kwamba na nilipitia. Moyo wako unaanza kukuambia wakati tunapoinua mikono, tigawe. Shetani anakujaga wakati kwanza unataka kuzimia. Wewe toka, unazimia unaenda wapi? Unazimia wapi? Tunataka kufanya unalilia nini? Unajua wakati mtu anazimia vizuri katika roho, unasikia uwepo wa Mungu. Kwa hivyo kazi yake ni kukutoa pale ndani, anakutenganisha na ule uwepo. Anakuambia toka. Unajifanya hapa unalia na unakumbuka bahali ulipitia. Anatafuta nafsi ya mwanadamu. Kwa hivyo kwa shetani, na ndio unajua ya kwamba kunao msalaba wa Yesu. Wakati wote unaponaswa, Yesu akatuambia ya kwamba yeye ndio kimbilio, yeye ndio ngome imara. Kwamba dhabiti ndio simba wa kabila la Yuda. Yote anayetumia safari ya kwake ina uhakika. Ni kwa sababu ni katika Yesu tunasamehewa. Ni katika nguvu ya msalaba ambayo imetupa urejesho. Hata kama shetani alikuwa ameniwekea mitego, jambo moja ninalolielewa ni kwamba kuna kimbilio na niko nafasi ya kutubu dhambi zangu. Ni kwa sababu Yesu aliniambia, wewe uliyelemewa na mizigo. Hakuambia ni mizigo ya aina gani, lakini alisema uliyelemewa na mizigo kuja kwangu. Kwa hivyo usikubali kunyamazishwa na ibilisi. Kila wakati unapohisi moyo wako kwamba ni mzito, unahisi moyo wako ni kama kuna mambo dhamiri yako inakushuku, kimbia katika msalaba wa Yesu. Uacha kupoteza wakati, uacha kusikiza mawazo yako, uacha kuanza kujistaki mwenyewe na kujizuhunikia. Kwa hivyo radha, huu sio wakati na kuanza kuhuzunika. Ni wakati kukimbia katika msalaba, pahali watu wa Mungu wanapata urejesho. Asifiwe sana. Mimi kama ningekuwa yule ndugu ambao tulipatana na yeye akiwa amejaza pande hii, singemeza, ningetema chini. Niwaambie ndugu, nimekuja ni kwa sababu hili jambo limekuwa changamoto. Nimejaribu kuacha, nimeshindwa. Shetani ameninasa pande hii, nisaidieni. Kama ndugu angetuambia, tungesimama na yeye, tumwambie ndugu, hii ni safari. Tutahakikisha ya kwamba ile ngome iliyoinuliwa kinyume na wewe tutaiangusha. Mamlaka yote ya kuzimu, ile mitego ambayo inawekewa, tutasimama kama Daudi na tuseme, wewe unayetunasua katika mitego ya adui, nasua huyu ndugu kwa utukufu wa jina lako. Bwana anatupa urejesho. Kwa hivyo usikimbie wakati unaposhikwa katika majaribu, lakini fanya kama vile Paulo anasema ya kwamba najua sijahitimu, lakini kila siku ng'ang'ana katika safari ya wokovu. Sio rahisi wapendwa. Safari ya wokovu sio rahisi. Sio rahisi. Na mbinguni ni mbali sana. Mbinguni ni mbali sana. Ni mbali sana. Nataka kumalizia na kusema wakati sisi tuliokoka
ulifanyika kama wale watu ambao waliingia kwa matatu pale Koia, na mbinguni ni banana. Kusema umeingia gari Koia sio kusema umefika banana, wapendwa. Ni kusema umeanza safari, na sio gari yote ambayo ilianza safari Koia inafikaga banana. Kuna zingine zinanyongolea wapi? Zinanyongolea Roka. Na kuna mudhia alikuwa ameingia anasema anawekwa banana, inafika Roka inanyongolea pale. Hivyo ni kusema kukalia gari sio uhakika ya kufika banana. Ama kuna ingine unaweza fika ukiingia ndani, ikifika Gigiri inawekwa ndani. Sio lazima iwekwe ndani. Unaweza katika safari na igongana, itoke mguu ishe mafuta. Na zingine ni mzee kabisa, inachemukia hata hujafika barabara 5 inaanza kuchemuka. Hivyo ni kusema ya kwamba kuanza safari ya kwenda mbinguni sio rahisi, wapendwa, isipokuwa ni kwa neema ya msalaba. Ni kwa neema ya msalaba ya kwamba Yesu ametupa uhakika ya kwamba aliambia yule mwizi ambaye alikuwa katika msalaba, hakika nakwambia leo, sio kesho kutwa, nakwambia leo tutakuwa naye peponi. Yesu kawa safari ya kwamba katika yeye tukimtumainia yote atakuwa salama. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo elewa ya kwamba majaribu ni kazi ya Ibilisi. Majaribu yanakuja kutafuta nafsi yetu. Ilikuwa jambo la kwanza, tutaendelea Jumapili nyingine kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tubarikiwe pamoja na Bwana atutende mema. Nasikia nikiwa nimeheshimika kwa kusimama. Kwa hivyo wacha niombe kwa utukufu wa jina la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uketie pahali pa juu palipoinuka sana, tunakushukuru. Ni asante kwa kipindi hiki ambacho Bwana umeweza kunena na nafsi zetu. Nasi Bwana tunajitoa kwako, wewe mwenyewe unajawa na nguvu na uwezo. Umetunenea kuhusu majaribu yanakuja yakiwa na malengo ya kutuwekea mitego katika safari ya wokovu. Bwana, ninaombea wapendwa hawa ya kwamba ukawasaidie katika safari hii, kama jinsi Daudi alivyoomba akasema, Bwana unayeniokoa kutokana na mtego wa mtezi. Ndivyo ninaombea wapendwa hawa Bwana, ya kwamba katika safari yao ya wokovu, nasua kila mtego uliowekwa, vunja kila mtego uliowekwa, wasaidie kusimama imara, wakiwa mabalozi na wakiwa wainjilisti, wakiwa wahubiri wa ufufuo na uzima, kwa utukufu wa jina lako. Tujiachilia mikononi mwako Bwana, kuwa simama mwenyewe na ututangulie, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru.